Hasara zipo. Na hasara ni yani kwa siku unaweza kashangaa umeingizwa chocho. Ukala hasara ya 900,000 hata milioni. Hamna Kwa siku. kabisa. Yaani ipo wazi. Kutokana na ni jambo la kawaida kwenye miamala. Yaani hasara ni jambo la kawaida kabisa. Hasara zinakuwepo sana. Kwa hiyo wewe biashara, ukiachana biashara ya miamala, kitaaluma labda una elimu yako? Kitaaluma na degree ya education. Mtaalamu kabisa wa elimu. Mwalimu kabisa baya. Kwa nani mwalimu? Mimi mwalimu pia. Wala niko na walimu hapa. Uko na walimu hapa hivyo bobevu. Sasa kwamba kwa nini hamjataka kuanza labda kufundisha shuleni? Tuanze hapa. Mimi kwa upande wangu sio kama sijataka kwenda kufundisha shuleni. Mimi mwenyewe natamani sana nifundishe shuleni yani. Kwa sababu ndo kari yangu nimesomea hiyo. Lakini changamoto inakuja ni bado hujapata nafasi. Kupata nafasi ya kufundisha. Nadhani watazamaji wanakuwa wanaangalia hapa na kwa sababu podcast za NGV zinatazamwa na mamia ya watu na wengine huenda kuwa na taasisi zao, huenda kuona. Sababu umesema wewe ni mwalimu na unatamani kufundisha, si ndio? Ufanye ile kazi ya taaluma uliyosomea. Na ni mwalimu wa masomo yapi? Kwa upande wangu mimi ni mwalimu wa masomo ya history, Kiswahili. Historia na Kiswahili. Kwa hiyo historia hata Tanzania ukipewa shule ya Tanzania unafundisha vizuri kabisa mpaka civics. Kabisa vizuri nafundisha. Na imani baada ya hii podcast huenda ukaitwa sehemu. Mungu ni mwema inshallah. Na kaka hapa ni mwalimu masomo yapi? Na mimi pia ni Kiswahili na history. Kwa hiyo mezaleo nimekaa na walimu wa Kiswahili na history. Bana sawa. Ni somo lipi ambalo unakuwa kufundisha? Unakuwa unajisikia kabisa hapa. Mimi napenda historia zaidi. Historia? Yaani ni somo ambalo nikifundisha kweli unajisikia vizuri. Na hata mwanafunzi ana uwezo wa kumfundisha beyond. Kaka hapa? Mimi Kiswahili. Kiswahili ndio. Wewe Kiswahili. Kiswahili uwanja wangu wa nyumbani. Uwanja wako nyumbani tofauti na history kidogo. History so mtaalamu zaidi. Sasa mimi nimefurahi na nimependa kusikia hivyo. Je, mna uwezo kuwashauri sasa vijana wenzenu kwa sababu mmesema mmejaribu kufanya biashara na changamoto mmekutana nazo. Hapo vijana wenzenu wanatamani kuja kufanya biashara. Hata huenda labda mimi mwenyewe natamani kuja kufanya biashara. Una ushauri gani sasa? Kwamba kijana unamshauri vipi akitaka kuingia kwenye masuala mazima ya biashara? Tuanze na ndugu Maki hapo. Kwa upande wangu, nipende kuwashauri tu vijana wasikate tamaa. Wakitaka kufanya biashara kama sisi tulipotaka kufanya biashara. Maana tumejipanga, tumeamua kufanya biashara. Kwa hiyo kikubwa ni kujipanga, kuwa na malengo. Ukishakuwa na malengo ambayo tunatushindikana kabisa. Na kikubwa usikate tamaa katika pambanaji. Usikate tamaa. Watu wanaweza kaona huyu jamaa labda anazunguka sana huku na huku, anapita huku, mara mbema tiza mayai, mara mbele hiki. Kumbe ni wale malengo. Ndio. Kwa hiyo kwamba wewe unasimamia malengo yako. Wewe unasimamia malengo yako. Na usikate tamaa. Sio kasema bana nikifanya tu fulani basi ndio atanionaje. Wewe fanya kile ambacho unajua kwamba hiki kile kifanye utaniingizia faida baadaye. Yaani wanasema kwamba ukisema watanionaje itakulaza na njaa. Inakulaza na njaa kweli. Lazima ikulaze na njaa. Kazi zote unabidi mtu upige. Yaani kikubwa tu sibe. Hata hizi kazi zetu hizo wanaita makazi tembo. Kazi tembo ya wewe. Upate usibague kazi. Usibague kazi. Unaweka cheti pembeni. Kaka hapo changamoto ushauri gani wewe unawashauri sasa vijana ambao wanataka au wanatamani waingie kwenye biashara? Sasa ushauri kwamba ajira hamna serikalini. Sasa kama umesomea ualimu, yaani wewe soma maliza, lakini usitegemee kwamba kuna ajira moja kwa moja. Kutana nayo ni bahati juu kwa juu, lakini wewe unaposoma jaribu kufikiria au kuangalia ni kitu gani nitafanya baada ya chuo. Baada ya chuo. Chuo ni miaka 3. Baada hapo nitakiwa ujipange mapema. Kwa hiyo ifike miaka 3 ndio hivyo unaanza kufahamu kurudi kijijini kulima tena. Ndio. Yaani ndani ya miaka 3 hii ujipange. Kabisa. Jipange hapo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3. Ushajua kabisa mimi nikimaliza tu hii pap na moja mbili tatu. Na ikiwezekana fanya kabla hujahitimu. Anza nayo mapema. Na hii itakuwa njia nzuri zaidi. Kuliko kusubiria umalize hapo ndio ianze. Unajua ukianza mapema mpaka kuja ndani ya miaka 3 maana utakuwa tayari ukishakuwa mzoefu. Unajua ni changamoto zipi ambazo nimekumbana nazo ndani ya muda huu au ndani ya miaka 3 maboresho yapi labda kufanya. Wewe ukikaa unajua kabisa sasa hivi sasa nimesetwa kwenye hii kazi rasmi.
Ndio. Nikiwa nilikuwa nafanya mara nakimbia vipindi narudi, lakini sasa hivi sina kazi yoyote. Niko rasmi tena. Kazi nayo ambayo ni hii sasa. Unaona sasa. Una seto. Inakusaidia pia hiyo. Nashukuru sana kwa maoni yenu na ushauri uliotoa. Unaweza kuendelea kunywa maji kaka. Maji hapo Nashukuru bwana, ulikuwa nami Frank Bihanji katika podcast hizi za Next Generation Voices, na nilikuwa na ndugu zangu hapa Mr. Maki pamoja na Mr. TOD kama anavyojiita. Hao ni walimu wa historia na Kiswahili, au walimu wa historia na Kiswahili. Bana, kama kuna shule huko zinahitaji walimu wa historia na Kiswahili, unaweza kuona hawa mabwana na ukawasiliana nao vizuri, ama ukitafuta mimi naweza nikakuunganisha nao moja kwa moja kwa sana. Sina la ziada hapo, mpaka wakati mwingine nikuage, kwa heri.